tukamchukua. Sisi tuwaambie sisi kama Young African Sports Club, wao wakichukua mchezaji Chan, sisi tutachukua kwao. Katika dua zao za kumwomba Mungu tupe uhai, alafu furaha watuachie sisi Simba management. Basi mechi ijayo tukubaliane refa wa Mediali. Hiyo mechi inakuja refa wa Mediali, bendera moja apewe mwenyekiti wa timu Wako J Sport. Bana njoo kidogo tuongeze zangu mbele ya waandishi hapa. Okay. Bana Abutwali Bumsheri. Kamati ya Mapinduzi na iheshimu. Imetoa tuzo kwa Aishi Manula na amecheza vizuri mchezo wa fainali, no doubt. Hakuna anayejali. Lakini ukitafuta best goalkeeper wa mashindano, Abutwali Bumsheri ana deserve zaidi ya 180%. Huyu ndio kwa pekee ambaye michezo yote minne kuanzia hatua ya makundi, mchezo wa nusu fainali na mchezo wa fainali hajaruhusu goli kwenye dakika 90 zote ambazo amecheza. Huyu amekosa tuzo ya mashindano, lakini kwenye mioyo yetu mashabiki wa Yanga, Abutwali Bumsheri ndiyo kipa bora wa haya mashindano. Hii tuzo amepata shilingi ngapi? Ulisikia pale hela? Hapana. Utaulizia, sitakupa hiyo hela. Inshallah. Kwa hiyo usijali. Shukrani sana. Waambie neno moja mashabiki wa Yanga hapa. Nawapenda sana, wazidi kutuombea na kuniombea pia kuipambania timu yetu. Ashani, kapumzike baba. Ulize bei nitamchangia nitapewa hiyo hela huyo. Lazima naye apate, kafanya kazi kubwa kwenye haya mashindano, sio masiara. Bana, maneno yamekuwa mengi. Mpira umeisha pale, tumeona Babzaka, Hashimu wanasema kwamba pamoja na Vice wanasema kwamba ile ilikuwa red card, lakini pia haikustahili kuwa penalty. Haikustahili kuwa penalty? Ile ambayo tulipata. Haikustahili kuwa penalty? Red card yao ilistahili, penalty yetu ilistahili. Tukio ambalo wao wanaweza kulalamikia ni tukio la Ibrahim Baka. Lakini hayo mawili yalikuwa clear kabisa. Tukio la Ibrahim Baka ukiangalia marejeo palikuwa pana mgongano kweli. Na Baka sisi kama viongozi tutakwenda kuzungumza naye. Lazima tukazungumze naye, tumueleze kwamba sasa hivi hapa mbele tunapokwenda huko mechi za Champions League hizi, Waarabu wanatazama vitu mechi kama hizi. Wanaweza kumtarget, kumfanyia vurugu mtu wa kwanza wakiamini wewe ni mtu wa kureact. Kwa hiyo ukireact unaweza kupewa umeme, mambo yakawa magumu. Kwa hiyo ni vema tutazungumza naye kumueleza kwamba sometimes kwenye mechi mtu anaweza kuchokonoa tu makusudi akijua ni mtu kupanic. Ukirudishia maana yake tayari upo kwenye hatari. Lakini haya matukio mengine penalty, matukio mengine ya red card yalikuwa clear kabisa. Kama Azam umelalamikia, basi nafikiri wa matatizo mengi na wao. Hali yako ilikuwa vipi mara baada ya Pacome kukosa penalty? Mimi nilikuwa najua tunashinda hii mechi. Na ilivyokwenda kwenye penalty, kwa sababu mimi nakaa na Msheri muda mwingi zaidi mazoezi, namjua Msheri. Mechi ilipokwenda kwenye penalty, niliwaambia pale VIP kwamba mechi ya Manula imeshaisha. Inakuja mechi ya Msheri sasa. Starboy amenitumia message hapa. Amenitumia message. Anasemaje? Si tuna mechi pale KMC inshallah. Mtakuja kumuona. Lakini mlizungumza na wewe kabla ya mechi siku kama 2 zilizopita ukasema kwamba wachezaji ambao walikuwa AFCON hawatoshiriki, ila leo tumeona booster yote hapa. Sasa Azam nao walikuwa watabiliki. Kuna muda fair na posti kwenye maboti, unajua anaenda Zanzibar huyu. Kwa sisi tukaona hapa na sisi tutie mshindo. Sasa wana posti sana, mara akaposti nini, mara nini, tukasema sijui akaenda wote hao akina Nado nani, na sisi tuende muziki wote. Nimechelewa kufika visiwani Pemba. Watu wakashika sana, shida nini hapa? Hakuna shida, ilikuwa ni mipango tu. Tulifanya mazoezi Unguja, tumekuja asubuhi leo tumecheza tumepata ubingwa wetu alhamdulillah. Man of the match Musa Balakonte. Musa Balakonte. Hivi mmeshamuomba msamaha Balakonte? Sana tusamee. Walimkosea? Na nyie pia. Tafuteni muda muombe msamaha. Walisemaje kuhusu? Hakuna usajili ambao Yanga tumeufanya. Hii shule niliwapaga siku moja. Hakuna usajili ambao tumeufanya tukawa usajili hauna faida. Kikosi cha Yanga ndugu zangu mkikiangalia vizuri kina changamoto kubwa sana ya namba. Mtu mmoja leo ameandika kwamba Yanga wamefeli wachezaji wa kimataifa msimu huu. Umeelewa? Lakini anasahau kwamba wakati dirisha hili tuli-extend mikataba ya pro hawa wa kimataifa baadhi yao. Sisi tumemtoa Aucho, tumemtoa Chama, tumemtoa Azizi. Tukaingiza wengine, lakini waliobakia wote wanacheza kwenye kikosi chetu cha kwanza. Kwa hiyo usajili imaanishi Chelsea wamesumbua sana huko AFCON. Tukamwambia lazima simu wai Dar es Salaam. Sasa huku kuna yao Kwasi Atola yao, huku kuna Kibwana Shomari, kuna Ezra Patrick Mwenda. Angalia tu mwenyewe, kuna Shadrack Boka, kuna Mohamed Hussein. Hiyo timu inafanya mazoezi hiyo. Ina Sinki, ina Ninju, ina Jobu, ina Baka, ina Mwamnyeto. Timu inafanya tu mazoezi.
hiyo timu yetu yote hatuwezi kupanga wachezaji 15 kwenye mechi, wanaanza 11. Kwa hiyo wanaoanza haimaanishi wanaokaa benchi wabovu. Leo Musa Balakonte kawaonyesha mechi ya fainali, angeng'aa dhidi ya Fufuni, ningesema timu ndogo hiyo, kang'aa dhidi ya Azam hapa. Kaweka madi chini, pasi zimetembea. Huyo ndio Musa Balakonte. Tunaendelea kwenda naye. Nilisikia siku moja yule msemaji wa Singida anasema kwamba tunataka tubadilishane wachezaji. Yule amechanganyikiwa yule. Hussein Masanza. Nani mdanganya? Yaani Musa Balakonte akacheze Singida Black Stars. Aliposikia sikia. Alisikia wapi? Mimi mshangaa na maana sitaka kumjibu. Nikasema Hussein Masanza ameanza kuwehuka. Yaani anasema, "Oheji wetu mtuletee yupi?" Huyu tukimpeleka Singida Balakonte kule akienda Singida, si anakuwa MVP wa timu? Kabisa. Semeni nyie waandishi. Kabisa. Hussein Masanza hakuna mtu huku unaweza kumpata. Hakuna huku hata mmoja. Sisi timu yetu tumetengeneza kwa ajili ya michuano ya kimataifa, kwa ajili ya ligi, kwa ajili ya mapinduzi, kwa ajili ya muungano, kwa ajili ya kombe la CRDB. Timu tumeiandaa iwe na ushindani. Ndio maana watu wote 29 kwenye timu yetu wote wana uwezo wa kucheza kwenye kikosi cha kwanza. Hiyo ndio tofauti ya Yanga na timu nyingine. Ndio maana unaona kwenye timu yetu Kitale akija kwetu anakuwa kit manager na Mpogolo, hawezi kugusa uwanja. Kitale? Yule winga Kitale. Akija kwenye timu yetu anakaa pale na Mpogolo kubeba viatu vya kina Max na Pakome. Hawezi kugusa pichi. Wanaoanza hapa wana uwezo. Wote unaona uwezo upo. Kwa hiyo na nyinyi waandishi tengeni muda kwa nafasi yenu. Ombeni radhi kwa Musa Balakonte. Na sio huyo tu, wako wengi. Yaani sisi ni jambo la muda, wataingia wote hao kwenye timu. Lakini inawezekana kuzungumza kwao ndo kumesaidia mpaka yeye kufanya vizuri. Kwani alikuwa afanya vibaya? Ule muona wapi? Mlikuwa mnamkosoa na alikuwa achezi. Yaani Balakonte alikuwa